Habari zenu washonaji, karibuni sana na karibuni tena katika chaneli hii ya ushonaji. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona blouse hii ya off shoulder. Blouse hii ya off shoulder itakuwa na elastic mitaa ya shingoni, mikononi na tumboni. Na kuomba usiache kucomment, kulike, kushare na washonaji wengine ili nao wapate maarifa, lakini pia usiache kusubscribe chaneli yangu kwa ajili ya video zaidi za ushonaji. Twende moja kwa moja darasani. Kwa somo hili unatakiwa uwe na vipisi viwili vya kitambaa ambavyo vipo kwenye mkunjo kama inavyoonekana hapa. Na kipande kimoja kitakuwa cha mbele, kipande kimoja kitakuwa cha nyuma. Urefu wa vipande vyako inatakiwa iwe urefu wa blauzi yako. Wewe unataka blauzi yako ifike wapi? Jipimie urefu kadiri unavyopenda, lakini urefu huu tunaupima kuanzia juu ya nyonyo. Usipime urefu kuanzia begani kama ambavyo huwa tunapima kwenye blauzi ama nguo za kawaida. Urefu wa blauzi hii pima kuanzia juu ya nyonyo. Lakini kwenye hicho kipimo chako cha urefu unatakiwa uongezee na sentimita 10 ama inchi 4 kwa ajili ya pindo la juu na pindo la chini. Upana wa vipande vyako utatumia kipimo chako cha mzunguko wa kifua. Kipimo chako cha mzunguko wa kifua kigawe kwa 4, jibu unalolipata utaongezea na sentimita 8 ama inchi 3. Wakati huo huo unatakiwa uwe na vipisi vingine viwili vya kitambaa ambavyo vipo kwenye mkunjo kama inavyoonekana. Hivi vitakuwa vipisi vya mkono, sawa? Urefu utajipimia urefu unaotaka wewe, mkono wako uishie wapi, pima mwenyewe kwa mapenzi yako. Lakini upana utatumia kipimo chako cha bicep. Kipimo cha mzunguko wa bicep ama upana wa mkono utagawa kwa 2, jibu unalolipata utaongezea na sentimita 5 ama inchi 2, sawa? Kwa kutokea kwenye vipande vyako hivi viwili vya mkono ambavyo vipo kwenye mkunjo, sawa, vikiwa kwenye mkunjo kama hivi, utakuja kutokea hapa mwanzo utaingia ndani sentimita 6 ama inchi 2.5. Utaweka alama kama hivyo. Alafu kutokea mwanzo hapa utashuka sentimita 14 ama inchi 5.5. Utaweka alama kama hivi. Alafu utanyosha mistari yako namna hii. Hapa kwenye hii square yako utatengeneza curve ya mkono. Halafu utachukua vile vipande vyako viwili vya mbele na nyuma, sawa, vikiwa kwenye mkunjo kama hivi. Upande huu ambao vipisi vyako vimeishiria, utachukua vipisi vyako hivi vya mkono hivi viwili, upande huu ambao tumetengeneza curve ya mkono. Utakuja utavibebeshea kwenye pembe hapa kama hivi. Kitu cha kuzingatia, upande huu ni ule ambao vipisi vyako wakati unavikunja ndo vilikuwa vinaishiria. Ile migongo ya mkunjo inatakiwa ilalie huku. Baada ya hapo utakata, utaondoa hiki kiportion hapa. Kwa hivi ni vile vipande vyako vya mbele na nyuma, na hivi ni vipande vyako vya mkono. Kifuatacho hapa utaenda kuunganisha hii nafasi ya kwapa, sawa, kwa vipande vyako hivi viwili vya mbele na nyuma na mikono, sawa. Kwa utaunganisha namna hii. Alafu utakuja utachukua nafasi hii tena kama hivi. Ukimaliza utakuja ufunge huku pembeni, utafunga na pembeni huku kwenye mkono. Utafanya hili zoezi na kwa upande huu wa pili. Kwa hapa nimeshaunganisha tayari. Nimeshaunganisha tayari mikono. Lakini pia nimeunganisha na huku pembeni. Lakini pia nimeshaweka na pindo la chini huku na pindo kwenye mikono huku chini. Kwa baada ya hapo, kwa upande wa huku juu shingoni utakuja upinde pindo pana, sawa. Utakunja mara ya kwanza kama hivi. Alafu utakunja tena mara ya pili, lakini hili pindo linatakiwa liwe pana. Linatakiwa liwe na upana wa sentimita 4 ama inchi 1.5, sawa. Kwa utapinda namna hiyo, alafu utaenda kushona. Utashona kwa kuzunguka mzunguko wako huu wa shingo wote. Lakini wakati unashona ukaribia kumaliza utaacha kinafasi kidogo hivi, usishone ukafunika pote.
Utashona alafu utaacha kinafasi kidogo kwa ajili ya kuja kupitisha elastic. Kwa hapa ukishapiga tayari pindo lako kuzunguka mzunguko wote huu wa shingo, kinachofuata hapa unatakiwa utengeneze channel ya kupitisha elastic. Unachotakiwa hapa kufanya, utatengeneza channel kuendana na upana wa elastiki yako. Kwa mimi hapa nitatengeneza channel ya sentimita 1 ama nusu inchi. Kutokea hapa kwenye mshono wako, kutokea kwenye huu uzi hapa ulipopita, uzi wa pindo, utapanda juu sentimita 1 ama nusu inchi. Sawa? Sentimita 1 ama nusu inchi. Na kipimo hiki cha sentimita 1 ama nusu inchi kwa sababu mimi natumia elastic ya upana huo. Lakini kama wewe unatumia elastic ya upana zaidi, basi hii channel yako itaongezeka upana. Kama unatumia elastiki ambayo ni ndogo kuliko hii, basi channel yako itakuwa ndogo. Mazingatio hapa ni kwamba pima kipimo hiki kuendana na upana wa elastiki yako. Alafu utaenda ushone kwenye hiyo alama hapo uliyoweka, utashona tena kuzunguka shingo yote. Kwa ukishapata tayari channel yako hapa, utaitumia hii kuingiza elastic. Hapa nimeshaingiza tayari elastic yangu upande huu wa juu kama inavyoonekana. Kwa kinachofuata hapa utapima kutokea kwenye pindo lako hili la chini. Utapanda mitaa hii ya tumboni hapa, kutokea kwenye pindo lako la chini utapanda juu sentimita 6 ama inchi 2.5. Sawa? Utapima hiki kipimo kuzunguka mzunguko wako wote huu wa tumbo. Alafu utaenda ukashonee na elastic. Sawa? Tutashape hapa tumboni na elastic. Kwa utashona kuzunguka mzunguko wako huu wote wa tumbo. Na elastic jamani tunashonea kwa ndani. Lakini pia na mikononi utafanya hivyo hivyo. Utatoka hapa kwenye pindo la mwisho hapa la mkono, utapanda juu sentimita 5 ama inchi 2, alafu utaenda ukashonee na elastic. Sawa? Kwa huko chini. Utafanya hivyo na kwa mkono wako wa pili. Elastic tunashonea kwa ndani. Kwa hapa nimeshashonea tayari elastic kwa upande huu wa chini wa tumboni. Lakini pia nimeshonea na kwenye mikono huku. Kwa hapa blouse yangu imekamilika. Na huu ndo mwisho wa somo letu la leo. Naomba tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Bye bye.